Wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali zenu, habari za siku wadau wetu wafuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Hailushi Nature. Natumaini kwamba nyote ni wazima, hamjambo. Leo tumekuleteni muendelezo wa somo letu tukufu, somo la elimu ya shikeli. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili wa kwanza kupata masomo yetu mbalimbali yanayoendelea katika channel yetu. Ndugu kipenzi, leo tukiwa katika hatua za mwanzoni kabisa za kulianza rasmi somo hili, kwani masomo yaliyopita yalikuwa ni masomo ya kueleza namna gani elimu hii ilivyosihi katika vitabu mbalimbali. Hivyo leo tunaangalia namna sasa ya kuanza elimu hii ili uweze kujua elimu hii. Msingi wa kwanza ni lazima kwanza ujue majina ya shikeli zenyewe, kisha ujue namna gani maumbo hayo ama shikeli hizo zinapatikana, lakini kwanza uyajue. Leo hapa nimekuletea shikeli hizo na namna zinavyoitwa. Shikeli ya kwanza ni hii ndio shikeli ya kwanza, na hapa tunatumia taskini sukna. Hii shikeli ya kwanza inaitwa furaha, kwa Kiswahili inaitwa furaha. Hii shikeli ya pili inaitwa kipato. Shikeli ya pili inaitwa kipato. Shikeli ya tatu inaitwa kukosa ama hasara, unaweza kusema hasara au kukosa. Shikeli ya nne inaitwa mkusanyiko, manake mkusanyiko. Shikeli ya tano inaitwa kijana. Shikeli ya tano hii hapa inaitwa kijana. Shikeli ya sita inaitwa gereza. Hii kama unavyoiona gereza inaitwa hivyo. Shikeli ya saba inaitwa huzuni, ambaye huyu ni kinyume chake. Kwa hiyo huyu ni furaha, huyu ni huzuni. Kwa hiyo huyu anaitwa huzuni. Shikeli ya nane ambayo ni hii inaitwa mwekundu, ama hatari, unaweza kusema hivyo, hatari au mwekundu. Shikeli ya tisa inaitwa mweupe, au unaweza kumuita mzungu kwa lugha nyingine, mzungu ama mweupe, manake hii ni kinyume chake huyu. Kwa hiyo huyu ni mwekundu, huyu ni mweupe, kwa hiyo huyu huitwa mzungu kwa lugha nyingine. Shikeli hii ya 10 inaitwa bahati ndogo. Bahati ndogo, itizame vizuri, bahati ndogo. Shikeli hii ya 11 inaitwa bahati kubwa. Bahati kubwa au bahati kuu, itizame vizuri. Kisha tukiendelea